tunapeleka maiki upande wa pili kwa mwenyekiti mwenza amlete mwalimu ili aweze kuuliza swali. Karibu. Tunaingia kwenye maswali au dakika 10? Natoa dakika 10. Dakika 10 upande wa pili, alafu baadaye maswali yatakuja baadaye. Kwa mwalimu Mwankemwa Danieli dakika 10 katika mada yake. Karibu. Mwalimu, sina maneno ya kuongeza. Umemsikia mwalimu mwenzio, hebu tupeleke kwenye mada. Asante. Ukiamua kuja kufanya comedy, it's up to you. Sisi hatuko kwenye comedy. Yes. Tumeletwa kwenye mdahalo wa kielimu. Kwa maneno yote aliongea hapa Ibrahimu, nimeondoka na neno hili kubwa. Danieli, sisi katika Uislamu hatuna shida na Adamu wa mwisho. Period. Yes. Takbiri. Takbiri. Narudia, katika Uislamu kumbe hawana Adamu wa mwisho. Period. Maana yake kwa kitendo cha Waislamu kukiri leo hadharani kwamba hawana Adamu wa mwisho, zile ibada za kwenda kusujudu na kusujudia mnyama, hizo ndio za kwenu. Yes. Maana yake Qur'ani sura ya 3 aya 106 ilivyosema kuna watu watakuwa na nyuso nyeusi na nyuso nyeupe, kwamba wale wenye nyuso nyeusi wataambiwa onja adhabu, kumbe ndio ya kwenu. Mmetupunguzia muda wa mjadala. Lakini nilisema madhara yake, nimeongea mimi hapa. Nimeulizwa, wewe Danieli, muda wote umeongea hapa, hujatoa aya kama Yesu ndio Adamu wa mwisho. Jamani, shida moja, watu wanaongea kishabiki hapa. Somaji. Soma Warumi sura ya 5 mstari wa 14 na wa 15. Warumi sura ya 5 mstari wa 14 na wa 15 unasemaje? Walakini ndio mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Subiri, mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Tukasoma kitabu cha Lulu al-Marjan hadithi namba 1700, Musa anamlalamikia Adamu. Yani wale wanaotajwa kwenye Warumi 5:14 ndio hao ambao kwenye Lulu al-Marjani nao wanalalamikiana. Musa anamlalamikia Adamu, wewe Adamu, wewe ndio sababu ya sisi kutolewa peponi. Endelea. Nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi fananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Hilo kosa liliwatawala hata wale wasiofanya kosa lifananalo na Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Hapa kuna Adamu huyu tunayemwongelea, alafu yupo mfano wake wa huyu Adamu atakayekuja. Twende mstari wa 15. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa. Ndio. Kwa maana twende taratibu. Maana wametaka tuonyeshe Adamu wa mwisho. Maana msemaji hapa wa Uislamu anasema wapi pamesema kwamba Yesu ndio Adamu wa mwisho? Tayari panaongea habari ya Adamu wa kwanza. Mstari wa 15. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa. Ndio. Kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja, kwa maana kwa kukosa kwake yule mmoja, yupi? Yule Adamu wa kwanza wa udongo. Wengi walikufa. Ndio. Zaidi sana neema ya Mungu. Ndio. Na kipawa kilicho katika neema yake. Mwanadamu mmoja Yesu Kristo. Mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Yani mstari wa 14 na wa 15 panaongelewa habari ya Adamu mmoja aliyekosa,
alafu huyo kuna Adamu anayefanana na yule anayekuja. Huyu anayekuja ni Yesu Kristo, ambaye kwa kuja kwake Yesu Kristo amewafanya wengi waliomwamini wahesabiwe haki. Anakuja Ibrahimu hapa, anaongea kirahisi rahisi, anakuambia wapi aya imesema kuna Adamu wa mwisho. Msomaji, Wakorintho wa kwanza 15:45. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 45. Wa 45 Biblia inasema ndio, ndivyo ilivyoandikwa. Ndivyo ilivyoandikwa. Mtu wa kwanza Adamu. Mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Ndio. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Ndio. Lakini hautanguli ule wa roho. Ndio. Bali ule wa asili. Ndio. Baadaye huja ule wa roho. Ndio. Mtu wa kwanza atoka katika nchi. Mtu wa kwanza, yani hapa wanaongelewa Adamu wa kwanza na Adamu wa mwisho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Sasa kati ya Yesu Kristo aliyetajwa kwenye Warumi 5:14 na 15 na Muhammad, nani katoka kwenye udongo na nani katoka mbinguni? Waislamu, hivi navyo ni vitu vya kubishana au mmezoea kubishana? Mmesema mdahalo wa kielimu. Mmesema mdahalo wa kielimu kati ya Adamu hao, kati ya huyo Adamu anayetoka kwenye udongo na huyo anayetoka mbinguni. Si wanaongelewa Yesu? Yesu katoka mbinguni akiwa Adamu wa mwisho. Adamu wa kwanza ni wa udongo, katoka duniani. Anakuja hapa Ibrahimu kamaliza mada, kasema Danieli, wewe usihangaike, piga huwa garagaza. Sisi hatuhitaji kuhangaika na Adamu wa mwisho. Sisi Waislamu tutabaki na Adamu wa udongo. Kimbia, jiponye nafsi yako. Usifanye haya maneno kama raisi. Akajisahau, akasema wewe Danieli, Biblia inasema mtu aweza akachukua dhambi. Yani huwezi kumpa mwingine dhambi zako. Kila mmoja atachukua dhambi zake mwenyewe. Sisi Yesu amekuja amechukua za kwetu. Adamu wa mwisho. Na wewe hujui Qur'ani inasema nini, msomaji? Nipo. Qur'ani sura ya 72 aya 13. Ngapi? 72, sura ya majini. Sura tijini. Yani sikiliza, kuna Waislamu, unajua Waislamu mko wa aina mbili. Kuna Waislamu binadamu nyinyi, alafu kuna Waislamu majini. Sasa sikiliza Waislamu majini wanavyosema. Wana akili kuliko nyinyi. 72 ngapi? 13. 72:13. Majini wanasemaje? Nasi tuliposikia uongofu tuliamini. Ndio. Hasa naye muamini Mola wake hataogopa kupunjwa wala kutwikwa kubebeshwa dhambi za mtu mwingine. Waislamu majini wanajua kwamba yule anayemwamini Mola wake hawezi kuogopa kupunjwa wala kutwikwa, yani kubebeshwa dhambi za mtu mwingine. Kwa mujibu wa Biblia, Adamu wa mwisho Yesu Kristo alikuja kubeba dhambi na makosa ambayo yalifanywa na Adamu wa kwanza wa udongo, ambacho mhadhiri wa Kiislamu Ibrahimu amesema Danieli, situonee sisi Waislamu. Sisi Waislamu hatumhitaji Adamu wa pili. Yani maana yake mnamhitaji Adamu wa kwanza wa udongo, muendelee kuabudu vitu visivyokuwa Mwenyezi Mungu. Akaja akasema, we Danieli, unaongea habari ya kusujudu, ina maana wewe unasema usujudu. Mimi nimesema Wakristo sisi tunasujudu, hatupati alama. Nimesema hatupati alama, yes. Kama Qur'ani 48:29, na nimesema hatupati alama hapa kwa sababu tunajua kwa mujibu wa Ufunuo sura ya 14 mstari wa 9 kwamba yeyote kwenye alama kwenye kipaji chake cha uso ni finali jehanamu hariduna abadani fiha, kama na Qur'ani sura ya 3 aya ya 106 nayo inasema wenye nyuso nyeusi ni moto. Lakini kwa sababu nyinyi mmesema nyinyi hamna Adamu wa mwisho, endeleeni kusujudu na kupata hayo maalama, yani ili siku hata ya mwisho Mwenyezi Mungu asipate tabu. Akiwaangalia tu masijida anasema okay, finali jehanamu hariduna abadani fiha. Sisi hatusujudu tukapata maalama hayo. Ibrahimu, wapendwa, Ibrahimu alikuja kumaliza mada. Yani tungekuwa kwenye kisomi, Ibrahimu aliposema Danieli, sisi Waislamu hatuna haja
na Adamu wa mwisho. Hivi mnafikiri kwa nini tuliweka mada hii? Mnafikiri tulikuwa hatujui? Tulikuwa na akili timamu, tumechunguza, tunaufahamu Uislamu vizuri. Ndio maana Qur'ani imewaambia fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Mkiwa na matatizo na imani yenu, njooni kuja kutuuliza. Leo tunawaambia habari za yuko Adamu wa mwisho. Uislamu mnasema sisi hatumtaki. Hivi hatujawaambia? Tumewaambia. Mtabaki na ubishi. Alafu tabaki na ubishi, kesho uje kunidanganya ujifanye eti ni mcha Mungu kuliko Mkristo. Subutu. Yani mkatae hamna Adamu wa mwisho, ambaye Biblia inasema kabisa amekuja kubatilisha kosa la Adamu, yule Adamu wa udongo. Yesu amekuja akiwa ndio Adamu wa mwisho. Alafu mtu anakuja anasema wapi pamesema Yesu ndio Adamu wa mwisho? Haya, hiyo Warumi 5:14 na 15. Kama wewe kidume pitia hapo. Kama kidume utapitia hapo. Kwa hiyo ni nini ninachotaka kukisema? Nimesema hivi, mwalimu wenu huenda aliropoka tu, alikuwa ajua anaongea nini. Na kama aliropoka, pole sana. Naomba ukija dakika 10 rekebisha. Urekebishe, kwa sababu Biblia na Qur'ani zote zimeongea kwamba Adamu alikosa. Alipokosa alifukuzwa. Qur'ani nasema aliomba msamaha. Lakini msamaha, Musa anakuja anawaambia hapana, wewe ndio uliyesababisha tutoke peponi. Na unauliza kwa nini hamjarudi peponi? Hamjarudi peponi kwa sababu hamna Adamu wa mwisho. Rafiki yangu Muislamu naye nifuatilia hapa ukumbini na kwenye mitandao, mtafute Adamu wa mwisho, Yesu Kristo. Nakwambia hivi, utakuwa na uhakika na unachokiabudu. Vinginevyo umekwisha. Okoa roho yako. Nina Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Waislamu takbir. Ninyi mbona mna roho mbaya? Mnashinda tukunitikia hata mimi jamani. Kwa sababu hamna Adamu wa mwisho. Mwenyekiti, karibu. Sallallahu ala Muhammad. Hakuna haja kupoteza muda. Moja kwa moja muda huu dakika 10, kwa kuwa na walimu wengi hapa na kila mmoja anataka nafasi hiyo ili aweze kufikisha ujumbe. Mimi nina change kidogo. Na change tena na mleta tena yule aliyeweza kuja kujibu swali. Sasa hivi naye apate nafasi ya kuweza kutoa mada. Nani yule? SP Shafi Shomari Pango. Fadi ya tafadhali mashkura, dakika 10. Takbir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi nadhani Waislamu Ibrahim Bakozi itamaliza mada yote. Tulichokuwa tunasubiria sisi ni kupatikana kwa andiko Yesu Adamu wa mwisho. Lakini Danieli wakati anashuka akatia msisitizo, kama mnalitaka andiko hilo, someni Rumi 5:14. Kama mnataka hilo andiko Waislamu kwamba Yesu Adamu wa mwisho, someni Rumi 5:14. Na mimi simfanyii hiana, naisoma Rumi 5:14. Msomaji twende. Naam. Walakini mauti. Twendeni taratibu sote tuliokuwepo, alafu tutafute neno Adamu wa mwisho. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Mauti ilitawala tangu Adam. Tumeona jina lile la Adam lipo sasa. Ilitawala tangu Adam. Neno Adam limetajwa mpaka Musa. Nayo ndio iliwatawala hata hao wasiofanya dhambi. Nayo iliwatawala hata hao wasiofanya dhambi. Kuna watu baada ya Adamu wametajwa wasiofanya dhambi. Endelea. Ifananayo na kosa la Adamu. Ifananayo na kosa
la Adam. Adam katajwa tena. aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Jamani, hapo ndo kwenye Kiswahili aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Nini maana ya mfano? Chikawe ukisema mfano sio kitu halisia. Shati la Chikawe kama shati langu, lakini sio lako. Sauti ya Danieli inafanana na sauti ya Chikawe, lakini sio ya Danieli. Danieli, mwalimu, watoto wetu wanafeli shule inatokana na wewe ujue. Ni mfano wa huyo Adam, ni mfano wa atakaye. Mfano, unaposema mfano sio halisia. Endelea, tuendelee bwana. Lakini karama ile haikuwa kama lile kosa. Ndiyo, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa. Endelea. Zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kicho katika neema yake sawa mwanadamu mmoja. Jamani, tunatafuta neno Adam. Mwanadamu mmoja. Nani huyo? Yesu Kristo. Aya, Danieli, kuna neno Adamu wa mwisho pale au kuoneana? Chikawe na kuuliza wewe, ndugu yangu, kati ya mwana Adam na Adam kipi kipo pale? Wewe Danieli ulivyoshuka ulisema someni Rumi 5:14. Nikasema mimi sina hiana, nitaipitia nikute neno Adamu wa mwisho. Sasa hivi ananiongezea 15:45. Soma. Tunatafuta neno Adamu wa mwisho. Soma. 15:45 wa Korintho. Ukikuta Adamu wa mwisho tia mstari. 15:45 inasema ndivyo. Jamani, tunaanza kimoja kimoja. Ndivyo ilivyoandikwa. Mtu wa kwanza nani? Adamu. Katajwa nani jamani? Jamani, mtu wa kwanza nani? Tunatafuta Yesu wa Adamu. Endelea. Akawa nafsi iliyo hai. Ndiyo. Adamu wa mwisho. Ndiyo, Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Ni roho yenye kuhuisha. Kuna Yesu hapo jamani? Au kuna toe nyingine mtasoma? Mimi sipendi uongo juu. Kama kuna nyingine niambie Danieli, lakini pale roho inayohuisha. Roho inayohuisha. Shida yake kubwa Danieli anataka kutuambia Waislamu kwamba Yesu alibeba dhambi za asili alizofanya Adam. Ndio shida yake. Dhambi hiyo iliondolewa na Yesu kwa wanadamu. Ndio shida yake. Ndio maana alitoa mfano kwamba Adamu alipotoka peponi Mungu akamwambia nimekusamehe. Sasa shida ya Danieli anataka kujua Adam kasamehewa, mbona hajarudishwa peponi kama yeye kasamehewa? Jamani, msamaha haufuti kosa, msamaha unafuta dhambi ya ile kosa. Kwa hiyo maana yake anataka Danieli, Adam mazali kasamehewa, arudishwe wapi? Peponi. Sawa sawa, umemfumania mtu anakuzinia mkeo, akakuomba msamaha, ukamwambia endelea kuzini. Au mtu kakuibia, unamjua huyu mwizi kanibia TV yangu, akakwambia nisamee bwana mkubwa, anachotaka Danieli na ile TV umwambia fanyeje? Ondoka nayo. Danieli bwana. Hivi hivyo. Huyu mwalimu ujue jamani, naongea naye huyu ni mwalimu.
Sisi kwetu sisi Waislamu, Mungu na Adamu walishamalizana kwa ule msamaha. Hakuna tena duniani kufanyiana nini? Kubebeana dhambi. Ezekieli 18:20. Ezekieli 18:20. Changamka mdogo wangu. 20. Inasema ndio. Naam. Roho itendayo dhambi. Tushike andiko jamani. Biblia inasema roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Hiyo ndiyo itakayokufa. Endelea. Mwana hatochukua uovu wa baba yake. Mwana hatobeba uovu wa baba yake, wala baba hatochukua uovu wa mwanawe. Wala baba hatobeba uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake. Na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Shida nini? Hebu 24:16 Kumbukumbu la Taurati nimalize nikae. Ibrahim, umemaliza mada. Umeninyima vitu vitamu vya kusema. Dakika moja maliza hiyo. Au acha hiyo. 8:21 Yohana, funga hiyo. Dakika 3 nyingi sana. So wewe fungua 24:16, wewe soma 8:21 Yohana, kisha wewe fungua tena 6:5 Galatia. Basi akawaambia tena, Yesu akawaambia tena, mimi naondoka. Danieli, Yesu anasema mimi naondoka, nanyi mtanitafuta. Nanyi mtanitafuta. Nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Nini? Mimi niendako ninyi hamwezi kuja. Yesu anasema mtakufa katika dhambi yenu. Si kuja kubeba mizambi ya mtu. 24:16 Kumbukumbu la Taurati. 24:16. Wewe nimekuambia ufunguo msaidie hapo, ndo unamtazama tu. Mpe basi asome. Kumbukumbu la Taurati 24:16. 24:16. 24:16 Kumbukumbu la Taurati. Mtihani hawa wako wawili pale ujue. Naam, inasema hivi, mababa wasiuawe kwa ajili ya watoto wao. Mababa wasiuawe kwa ajili ya watoto wao, wala watoto wasiuawe kwa ajili ya baba zao. Wala watoto wasiuawe kwa ajili ya baba zao. Kila mtu na uawe kwa ajili ya dhambi yake mwenyewe. Kila mtu auawe kwa ajili ya dhambi yake. Ndio maana kule Galatia 6:5 inasema kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Siku hiyo inakuja, kuna kubebeana dhambi. Kuna mtu mmoja niliwahi kumwambia, wewe afe Yesu dhambi zitoke kwako. Sawa unaumwa malaria, unaenda hospitali, daktari anachukua sindano anajichoma yeye, eti malaria inatoka kwako. Yaani apigwe yeye malaria upone, hapo uongo. Yesu hakuja kwa sababu hiyo. Yesu alikuja kuwakomboa wana wa Israeli. Yesu alikuja kutafuta wenye dhambi bali sio wenye haki. Kwa mafundisho yake Yohana 5:24 ndio utapataje uzima wa milele. Wale Yohana 5:24 inasema hivi, ndio inasema amin nawaambia. Yesu anatuambia nini? Yeye asikie neno langu na Yesu anasema yeye asikiae neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, kisha akamwamini yeye aliyenipeleka nini? yuna uzima wa milele. Kwa hiyo tupate uzima wa milele, kwanza tusikie maneno ya Yesu na tumwamini Mungu aliyempeleka nani? Yesu. Sio kufa msalabani kubebeana madhambi wala Adamu wa mwisho. Swali liko pale pale, wapi katika Biblia kuna Adamu wa mwisho Yesu? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunja ngumi, kohoa kidogo, takbir. Sallallahu ala Muhammad. Tunaanza kuuliza sisi,
Sasa tunakwenda kwenye mtanange wa maswali na majibu. Sijasikia maswali na majibu. Hapo ndo patamu hapo. Na wa kwanza kuuliza sisi tunakwenda kuwauliza ndugu zetu kwa taarifa kwamba napewa hapa na ndugu yangu Ustadh Ibrahim Bakos. Utaratibu kwa hivi, ametoa mada ndo anauliza kwanza. Kwa hivyo tunawapa nafasi, natoa nafasi kwa mwenyekiti mwenza amlete mwalimu aulize swali kutokana na mada, tujibu. Aulize tena swali, tujibu, na sisi tuwaulize watujibu. Baada hapo tunafanya conclusion za mada zote. Mwalimu, mwenyekiti mwenza. Asante mwenyekiti, lakini kabla ya kuendelea naomba nikukumbushe jambo mwenyekiti. Mwenyekiti, nikukumbushe jambo. Ulitupa ujumbe hapa, hawa wasikilizaji wetu walioko mbele yetu wanatamani wapate nafasi aulize maswali kwa neno, na muda unaenda. Unasemaje katika hilo? Tunaweza tukajadili. Ni kweli tumekubaliana wote kwa pamoja hiyo conclusion, ndio maana akasema kuna conclusion hiyo. Watazamaji, wasikilizaji waliokuwa hapa ukumbini wanaowakilisha wale ambao wanatufuatilia kupitia mitandao, atapata nafasi mmoja au wawili miongoni mwao kwa ajili ya kuuliza conclusion ya mwisho kabisa. Naam, mwalimu, lete mwalimu. Asante mwenyekiti. Nitamuinua mwalimu na mchungaji Kelvin kwa ajili ya kuuliza swali. Mada yetu, Waislamu mnaye Adamu wa mwisho. Karibu mwalimu kwa swali. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanatufuatilia kutoka kila mahali duniani, na kimsingi ndugu yetu tayari alikwisha eleza aliyoeleza kwamba wao hawana Adamu wa mwisho wala hawana haja naye. Lakini hebu nisomee Mathayo 26:26 kwanza. Maandiko Mathayo 26:26. Maandiko yanaeleza waziwazi kwamba hakuna kwa namna yoyote kuweza kupata msamaha, kusamehewa dhambi isipokuwa kwa kupitia kwake Yesu Kristo. Hebu nisomee Mathayo 26:26 kwanza. Mathayo 26:26. Ndio. Biblia inasema ndio. Nao walipokuwa wakila, ndio, Yesu alitoa mkate akabariki akaumega akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Ndio. Akakitoa kikombe akashukuru akawapa akisema, akisema nini? Nyweni nyote katika hiki. Nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa Yesu anasema hii ndiyo damu yangu imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Maana yake ili dhambi iondolewe, inaondolewa kwa damu ya Yesu Kristo peke yake, si vinginevyo. Nisaidie tena waraka wa kwanza Yohana 1:7. Maandiko yako mengi na muda wangu utoshi. Utachagua wewe waraka wa kwanza Yohana 1:7, Waebrania 9:22 au Ufunuo Yohana 1:6. Chagua. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:7. Ndio. Inasema nifike pale. Ndio. Hakuna msamaha nje ya damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani ambayo imepatikana kwa kufa. Ndio. Hali tukienenda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi. Sawa. Na damu yake Yesu mwana wake, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Yatusafisha dhambi yote. Sasa mada iliyokuwako inazungumza habari ya Adamu wa mwisho. Je, Waislamu wanaye Adamu wa mwisho? Sasa naomba nisomee maandiko mawili. Wakorintho wa kwanza 15:45, tuanze hapo. Wakorintho wa kwanza 15:45. 15:45. Hao hawana hoja iwa yote.
Yaani hapa ni pumba tupu. Nimesikiliza naona mataputapu tu. Kuanzia mstari 45. 45. Ndio. Anasema Ndio. 45. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Hii ameeleza wa kwanza, endelea. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuisha. Lakini hautanguli ule wa roho bali ule wa asili, baadaye huja ule wa roho. Sawa? Mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Mtu wa pili, huyo mtu wa pili ambaye ndio anatajwa kwa muktadha ni Adamu wa pili. Huyo mtu wa pili anatoka mbinguni. Huyo ni nani? Niweke swali sasa. Yohana 8:23. Akawaambia, ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Yesu anasema ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu. Maana yake huyo Adamu wa pili anayetoka juu, anayetoka mbinguni, Yesu amejieleza ni yeye. Swali, mpo tayari kukubaliana na maneno ya maandiko matakatifu kwamba ni kweli Adamu wa pili ni Yesu na ambaye ndiye anayetoka mbinguni ili msamehewe dhambi? Asante, nafikiri swali limeeleweka vizuri bila kupoteza muda. Mwenyekiti mwenza. Na mimi bila kuchelewa, kwa sababu ya kuchunga muda na mleta mwalimu, ila mwalimu wako ametumia dakika 8 baada dakika 7, lakini tumswame, haina shida. Dakika 8 ameongeza 1 ya ziada. Kwa hiyo tuvumiliane pale mwalimu wangu anapomalizia mada akaongeza dakika, tuvumiliane. Mwalimu mtakayemleta sasa, mwamba kabisa, mkongwe katika kazi ya dawa, ulikidume kwenye mitandao, wengi mnamjua, na sio mwingine Sheikh Suleiman bin Mbogo. Falyatafadhali, dakika 5 kwa majibu. Takbir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tumesikiliza mada wote tuliokuwa ndani na waliokuwa katika mitandao, mpaka tunaelekea mwishoni. Kuanzia mada ya kwanza mpaka hii ya pili inaonyesha wenzetu wamefilisika kimaandiko. Kwa hiyo hata muuliza swali kaja kuuliza ushauri, kwa kuwa nyinyi hamna Adamu wa pili, na anajua eti kwa maelezo yake kwamba mwanadamu anasamehewa dhambi kwa sababu ya ondoleo la dhambi. Kwa hiyo kaja kuuliza ushauri. Sasa ushauri wako tunaopokea hivi: kwanza, kwa mujibu wa maandiko, hata Yesu hana uwezo wa kumuondolea mtu dhambi. Yesu mwenyewe 20:20 Mathayo kwanza. 20:20 Mathayo. Sikiliza Yesu mwenyewe anasemaje. 20:20 Mathayo. Maana mnamtafutia maneno Yesu, aseme mwenyewe. Inasemaje? Inasema, ndipo mama yao wana wa Zebedayo ndio akamwendea pamoja na wanawe. Sasa huyu Yesu mwenyewe yupo hai. Yesu tunasema kafa. Mama wana wa Zebedayo, yeye na familia yake wakamfuata Yesu, sio Danieli. Twende. Akamsujudia na kumuomba neno. Wakamsujudia na akamuomba neno. Akamwambiaje? Akamwambia, wataka nini? Wataka nini wewe? Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili ndio waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Hasa hao wanaomba, Yesu mwenyewe anamuomba kwamba agiza hawa wana wawili, mmoja aketi mkono wa kushoto, mmoja wa kuume katika ufalme wa Mungu. Akasemaje? Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba. Hamjui mnaloliomba. Endelea. Je, mwaweza kunywea kikombe nitakachonywea nini? Endelea. Wakamwambia, twaweza. Ndio. Akawaambia, hakika hamtakinywea kikombe changu. Soma vizuri. Hakika mtakinywea kikombe changu. Endelea. Lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto, sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Waislamu takbir. Kwa hiyo Yesu mwenyewe anakataa, hawezi kumwokoa mtu.
kwamba ili mtu aingie peponi aketi kushoto na kulia ni wale ambao watapewa na Mungu, sio Yesu. Hakuna cha damu, hakuna cha baba yake damu hapo. Kwa hiyo hoja yako imekufa. Kwa hiyo tumejibu ushauri wako. Maandiko mpaka sasa hivi tunafikia mwishoni, Adamu wa pili hatujamuona. Kama una shida na Adamu, tutampigia mfunga vyombo hapa, akija kufungua utamuona. Tuna Adamu Mhadhiri, Adamu Jamhuri, tuna Adamu wengi tu. Kwa tuambie Adamu ananifa. Lakini maandiko ya kuthibitisha Adamu mada nzima hajatoa. Kwa hiyo unaona unapoteza muda. Hebu soma Pastor Mkorofi hapo, ukurasa wa 14. Unapoteza muda hapo bwana. Kitabu cha Wakristo kinasemaje? Wakristo uzao wa Paulo. Uzao wa Paulo. Endelea. Wakristo wa leo yani hawa hapa. Ni uzao wa Paulo. Ni uzao wa Paulo. Wala hatuna baba mwingine zaidi yake. Sasa hilo ni andiko linanukuliwa. Kwa hiyo hawa wamepotezwa na Paulo. Sehemu ya kwamba kuna Adamu wa pili, Adamu wa mwisho hakuna mpaka leo. 15:2 Qur'an. Kwa sababu ni ushauri, kwanza tuanzie hapo. Mungu anasemaje ndani ya Qur'an? Hii ni uzao wa Paulo tu. Hata Yesu hamna mpango naye. Soma hiyo. 15:2 anzia 3. 15 Qur'ani 3. Naam. Inasemaje? Inasema waache wale chakula na nini? Na wafurahi, ndio, na liwadanganye tumaini la uongo. Tulia kwanza. Mungu anasema waache wale wafurahi. Wakifika kanisani kuna kunywa, kuna kufanyaje? Mungu anasema waache wale na kunywa tu wao. Wanasema damu ya Yesu tunawakomboa. Endelea. Na liwadanganye tumaini la uongo. Waliwadanganye tumaini la uongo na kuwa watahufiriwa, kwamba watasamehewa kupitia damu ya Yesu. Tumaini la uongo. Inaendelea. Karibuni hivyo atajua ya kuwa si kweli tumaini lao hilo. Mungu anasema karibuni hao watajua hilo ni tumaini la uongo wala sio la kweli. Maliza. Na hatukuangamiza mji wowote ila ulikuwa na muda wake maalum. Inatosha. Kwa hiyo kwa mujibu wa Qur'ani, Mwenyezi Mungu anasema hao waache, tayari ujumbe washaelewa. Kwa aya nyingi zilizotolewa na maustazi waliopita hapa, Sheikh Mazinge, vitu walivyovitoa tangu awali bado vinaonyesha wazi kabisa kwamba ndugu zetu hawa wamepitia mkono ambao sio kwa mujibu wa mafundisho wa ushauri wako, kwa mujibu wa maandiko ambayo yamesoma. Aya nyingi, sikutaka kutoa aya nyingi, ni kwa sababu kwamba mafundisho yote yaliyofundishwa ni mafundisho ya uongo, wala hakuna tumaini la kweli. Kwa hiyo swala la kwamba eti hamna Adamu wa pili, sisi hatuna mpango na Adamu wa pili wala watatu. Maadamu tunao wengi, tunaendelea kuzaa mpaka kiyama kitakapokuja. Huko maadamu ni wengi tu. Kwa hiyo hoja ya msingi ni kwamba mada ya leo mmesema kuna Adamu wa pili, lakini andiko halijatoka. Kwa hiyo hata maswali ninayouliza ni ushauri, kwa sababu katika mada yenu Adamu wa pili hamjaweka, andiko hakuna. Ila mkitoa andiko tutatoa majibu vizuri, lakini kwa mujibu wa hoja zenu mlizoweka hakuna ushahidi wa Adamu wa pili, ndio nasisitiza hapo. Na mpaka wanakaa hawajatoa. Ila kama watatoa tunaenda kwa mfumo mwingine. Kwa hiyo dakika zangu za awali hizi ninasimamia hapa kwanza. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, Waislamu takbiri. Mimi sina haja kupoteza muda bwana. Moja kwa moja ninampa mikrofoni mwenyekiti mwenza ili aweze kutuletea mwalimu kwa swali la nyongeza. Karibu. Asante mchungaji Kelvin. Umemwelewa? Ulimuuliza swali au hujamuelewa? Karibu kwa swali la nyongeza. Kama umemwelewa sema nimeelewa. Kama hujaelewa karibu kwa swali la nyongeza. Wanaambiana huko nyuma ameelewa. Kwanza ninamshukuru yule mwalimu yuko wapi? Definitely huyu sio mwalimu, ni mwanafunzi. Ni mwanafunzi, yani ni mwanafunzi. Hebu nisome Qur'ani 2:104 na ufafanuzi wake. Ni watoto sana. Ni watoto mno kihoja.
Na wakati unatafutia 2:104 ufafanuzi wake, ndugu wakati ameanza amekubali, amesema ili mtu Yesu amsamehe dhambi masharti yafuatayo. Iandae hiyo haraka haraka, afu soma andiko alilolianza la Mathayo 20:20. Ndio maana ujijue ni mtoto sana. Hawa wameambiwa na Mungu watuulize sisi ndio wasomi. Hawa hawana shule hiyo yote. Hawa ni nusu na robo kichwani. Twende 2:400. Ndio, pole sauti nzuri. Ufafanuzi wake tusoma. Waislamu walikuwa wakati mwingine wakimwambia Mtume Raina, yani kwa ukituchunga kama mchungaji mzuri anavyowachunga wanyama wake, ndio kwani sisi ni wajinga. Kwani sisi ni wajinga. Waislamu wanajisema wao ni nani? Ni wajinga. Sasa soma Mathayo 20:20. Andiko aliyoitumia yeye. Yani unatoa kitu akieleweki, kichwa la miguu. Walimu gani? Mtoto. Unatoa kitu gani hapa? Mathayo 20:20. Ndio. Anasema ndio. Yaani hao wamekuja kutusumbua sisi. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea mmoja akamwendea pamoja na wanawe. Mwalimu aliyekuja anasema masharti ya Yesu kumsamehe mtu dhambi. Ndivyo alivyoanza. Endelea. Akamsujudia na kumwomba neno. Akamwambia wataka nini? Akamwambia. Yesu anamuuliza mama yule, unataka nini? Anajibu nini? Akamwambia agiza kwamba hawa wanangu wawili. Yesu agiza kwamba hawa wana wawili wafanye nini? Mmoja aketi mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Kwa concept hiyo, kwa muktadha huo, hawa hawaombi kusamehewa dhambi, manake walikwisha kusamehewa kwa kumwamini Yesu. Wanachoomba kukaa kushoto na kukaa kulia katika ufalme wa mbinguni. Unauliza mambo gani? Utoto tu wa kawaida. Kwa hiyo sio hoja ulioleta, sifuri. Lakini jingine akakiokota kitabu Jalalani, siku akitoa Jalalani. Sisi hatuongozi na takataka hizo. Sisi tunaongozwa na Biblia. Full stop. Twende. Akasema Ukristo sijui umetokana ni watoto wa Paulo. Msoma Wakorintho wa kwanza 1:12 mpaka 13. Wakorintho wa kwanza. Maana huyo amekuja kunisaidia kuhubiri Injili. Hao ni waenda motoni, hawataki kusamehewa dhambi, ni waenda jehanamu kama mtume wao jinsi ambavyo anatokota jehanamu ya moto hivi sasa. Endelea. Wakorintho wa kwanza ngapi? Wakorintho wa kwanza 1:12 mpaka 13. Wakorintho wa kwanza 1:12 na 13. Inasema basi maana yangu ni hii ya kwamba kila mtu wa kwenu husema mimi ni wa Paulo na mimi ni wa Apolo na mimi ni wa Kefa na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Ndio. Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Aliyesulubiwa ni Yesu, sio Paulo. Kwa sisi sio wafuasi wa Paulo, sisi ni wafuasi wa Yesu. Kwa kuwa amekubali kwamba hawana haja na Adamu wa pili wala watatu, ambaye nimemsema ni Yesu kwa mujibu wa 8:23, maana Adamu wa pili anatoka juu. Sasa kwa sababu amekubali kwamba hawana haja na huyo. Sasa swali la pili au swali la nyongeza katika hilo, je, wamekubali kwenda jehanamu ya moto kwa sababu wamekubali kumkataa Adamu wa pili Yesu Kristo? Asante sana mwalimu, lakini kabla sijapeleka swali kwa mwenyekiti, kuna neno nataka nizungumze kutokana na ujumbe wa mwalimu wangu. Naomba samahani sana kwa wasikilizaji wetu mliopo hapa na mnaotuangalia, kutokana na neno alilolisema hawa ni nusu na robo. Nusu na robo, utoto. Nadhani hata Yeremia alisema mimi ni mtoto. Mungu akasema usiseme ni mtoto, nitakutuma uende kila mahali popote utakapotaka uende, kwa sababu alikuwa anatumwa akiwa mtoto. Mwalimu, naomba msamaha kwa yale ambayo umezungumza. Naomba tuwe na lugha nzuri. Unaweza ukamtania huyu maneno ya kawaida, lakini si kiasi cha kumdharau kwa jinsi hii. Itakuwa si vyema. Mkutano wetu wanatuangalia watu wengi sana, na tutaonekana ni watu wenye heshima, watu wazuri tunapoenda kujadiliana. Hatuwezi kuweka jaziba kwa mtu mwingine, maana ukiongea hivyo unawekea jaziba mwingine. Mwenyekiti, naomba msamaha pamoja na jamaa mlioko mahali hapa. Karibu mwenyekiti.
Waislamu takbir. Mimi nadhani mchungaji tumekuelewa. Kijana alipanda jazba kidogo, inawezekana swali gumu namna kujibu ilikuwa tabu, basi kidogo jazba huenda ikawa ndio imepanda hapo. Tunamsamehe, na kwa niaba yako na yeye pia tunamsamehe. Waislamu sisi ni watu wa kusamehe bwana. Inshallah, baada ya kuwa swali limekushajibiwa, mimi ninaona nimlete mwalimu tena yule yule, kwa sababu bado kijana hajaelewa. Sheikh Mdogo Suleiman, fadhila tafadhali mashkura, dakika zako 5. Mwalimu aliongeza dakika 1. Tunamsamehe pia kwa sababu ndio ubinadamu. No one perfect except God. Ukamilifu ni Mungu. Mwalimu Sheikh Mdogo, dakika 5, zingatia muda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani kijana aliyokuja ndio anajifunza funza. Mimi si mlaumu, na mimi nimekusamehe. Sababu ndio kwanza unaanza kushika maiki mbele za watu. Si wenzetu tumeanzia zamani kidogo. Ila nataka kumrekebisha kitu. Kasoma Qur'ani sura 4 si ngapi ukurasa, akasoma ufafanuzi. Akasema Waislamu wenyewe wanajinadi ni wajinga. Ukisikia mjinga ni kuto kujua, ukifundishwa huyu mjinga. Ila kuna hiki ambacho hujawahi kukiona kwenye kitabu chako. Biblia ya Afrika 1:25 Wakorintho wa kwanza. 1:25 Wakorintho wa kwanza. Hii hujawahi kuiona, nataka leo uisikie hii. Inasema alafu funua na hiyo 1:25 hiyo Biblia kawaida. Hiyo Wakorintho pia. Kwa maana ujinga wa Mungu, rudia, sikiliza. Wewe nilivyokuambia kwamba kusema ujinga ni kuto kujua. Lakini wewe ndani ya kitabu chako sifa hiyo hawapei wanadamu ambao wakijifunza watajua baadaye. Rudia tena. Kwa maana nini? Ujinga wa Mungu una nini? Una hekima ipitayo hekima ya mwanadamu. Endelea. Na udhaifu wa Mungu una nini? Una nguvu zaidi kuliko nguvu ya mwanadamu. Tulia. Sasa wewe chagua. Waislamu kuwa wajinga na Mungu kuwa mjinga. Bora nani? Kipi kizito hapo? Ndio maana nasema wewe unajifunza kuhubiri. Uje na maneno mazuri, bado wewe ni mchanga. Alafu kuna neno lingine kaisa, soma hiyo hapo. Soma hiyo. Maana kinachoonekana kuwa ni upumbavu. Kinachoonekana kuwa ni upumbavu wa Mungu ndio kina busara kuliko hekima ya binadamu. Tulia. Andiko lingine, kitabu kingine kinasema upumbavu wa Mungu. Sasa mpumbavu hafundishiki. Sasa jiulize, kuwa mjinga na kuwa mpumbavu, kati ya mpumbavu na mjinga nani huwa anaenda shule? Mjinga ndio anaenda shule, anajifunza, anaondoa ujinga. Mpumbavu anafanyaje? Mungu wako kwa mujibu wa Biblia. Alafu namalizia ili kuonyesha wewe unajifunza. Tunataka watu waelewe mada ya leo. Mada ya leo, Matendo 4:13. Nimalizie tena ujumbe huu. Mada ishaeleweka. 4:13 Matendo ya Mitume. Soma hiyo baba. Matendo 4:13. Fanya haraka kidogo. Naam, inasemaje? Inasema Mungu wa Ibrahimu. Wewe 4:13 Matendo. 4:13. Basi walipoona ujasiri wa Petro. Suria. Sikiliza Biblia inavyosema, walipoona ujasiri wa Petro. Yaani kuna huo ujasiri wa Kikristo. Toka. Huo ni ujasiri. Endelea. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu. Rudia tena. Na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastajabu. Wakafanyaje? Wakatambua ya kwamba pamoja na Yesu, walikuwa pamoja na Yesu. Kwa mujibu wa Biblia, mimi nina elimu kuliko Petro na Yohana, kwa mujibu wa andiko hilo. Walipoutambua ujasiri wa Petro na Yohana, ni watu wasiokuwa na elimu, Biblia imesema. Kwa hiyo unaposema huyu hana elimu,
hao hapo mimi na elimu kuliko hao waliotajwa na walikuwa na Yesu. Kwa hiyo hoja ya msingi ni kwamba swali huna, ulikuwa na ushauri. Sisi kama Waislamu 43:68 Qur'an, enyi waja wangu mlio wazuri. Mungu anatutaja kwa sifa nzuri, enyi waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo, hamtakuwa na hofu siku hiyo, wala hamtahuzunika, waja wangu ambao waliziamini aya zetu, na walikuwa Waislamu kamili, ingieni bustanini, nini? Peponi, nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Waislamu takbir. Kwa hiyo sisi hatuhitaji Adamu si watatu wala wa 10. Kwa mujibu wa mafundisho ni kwamba Waislamu tukifanya mema tunaenda peponi, na wasiokuwa Waislamu kwa mujibu wa Qur'ani sura ya 2 mtoa haya wenyewe 2:62 na 5:68-69, na wale walikuwa wakiamini kikwao zamani na Wasabai na Mayahudi na Wakristo wakiamini kama haya anayosema Nabii Muhammad, hawatakuwa na hofu siku hiyo wala hawatahuzunika. Hakuna mlango wa kuingia Wakristo. Hapa ni Uislamu tu. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu kwanza kunja ngumi, hebu utoe uchovu. Tumtukuze Allah, ndio kazi yetu hapa. Tunamtangaza Allah, tunamtangaza mtume na Uislamu kwa ujumla. Takbir! Sasa ni zamu yetu, ndio maana nimesimama. Zamu yetu ya kuuliza badala wenzetu kuuliza na kupata majibu yaliyokuwa sawa sawa. Na atakayekuja kuuliza kwa niaba yetu Waislamu sio mwingine bali ni mwalimu mwamba, shekhe mkubwa katika mambo ya umabili, mkongwe katika dawa, sio mwingine mwalimu Shekhe Othman Abibu Mazingo. Takbir! Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vijana wangu washamaliza, Shafi Ibrahim Mbogo washamaliza, isipokuwa tu ndapitia maneno aliyoyasema huyu utanipa dakika moja tu ya kuuliza. Kasema hivi, eti Yesu katoka mbinguni. Sasa kwani wewe umetoka wapi? Mungu si uko mbinguni, si ndio aliyekuumba? Sasa unashangaa nini? Huyu jamaa vipi? Haya, la kwanza. La pili akasema hivi, eti Yesu kachukua dhambi. Wewe miaka 2000 iliyopita wewe ulikuwa na dhambi gani? Maana Yesu kafa msalabani, wewe hujazaliwa, dhambi gani ulifanya? Huyu jamaa vipi huyu? Huyu jamaa vipi? Alafu akasema eti Wakristo na wao wanasujudu. Si unaona aligeuka hapa? Sasa utuambie kama unasujudu kanisani, mabenchi ya nini? Uje utuambie hapa. Unasujudu kwenye mabenchi? Yaani wewe unaongopa mchana kabisa. Huyu jamaa vipi huyu? Alafu akasema damu ndio imekuja kufanya kazi. Eti damu ndio imekuja kukomboa watu duniani. Jamani, damu inakuja kukomboa mtu vipi? Sasa mimi nataka kuuliza, mimi swali langu dogo tu. Nataka nimuulize huyu Mwankemi. Wakati anasema Yesu ni Adamu wa mwisho, alikuwa na akili timamu au hana? Takbir! Shot endekiria. Mimi nadhani sina haja kuongeza kitu. Swali limesikika, tunaomba majibu. Wakati unasema hivyo, je, huyo mwalimu alikuwa na akili timamu au yani? Shot endekiria. Mwalimu mwenyekiti mwenza. Asante mwenyekiti, lakini nina hoja kidogo, utanisamehe. Sijui aya gani Mazinge katoa kwa swali lake. Sasa
Aha, mwalimu anasema kwa sababu alimkusudia ndio uwezo wake. Mkemwa na yupo anasema atajibu hivyo hivyo. Karibu mwalimu. Kwetu sisi jinsi inavyokuja ndivyo inavyobebwa hivyo hivyo. Amen. Mazinge baada ya hoja zote, yaani kwamba wameshindwa kuvunja hoja za kwamba Yesu ndiye Adamu wa mwisho kama tulivyothibitisha. Mwenyekiti, ndio tunafanyaga hivyo. Waislamu mnakosa uvumilivu, mlifikiri mepesi. Tulikuja tumejipanga. Baada ya wahadhiri wa Kiislamu kukosa hoja ya kuvunja kwamba Yesu ndio Adamu wa mwisho, Mazinge amekuja hapa na mbwembwe nyingi. Ananiuliza, hivi Danieli, ulivyokuwa unasema Yesu ni Adamu wa mwisho, ulikuwa una akili timamu? Ndio. Msomaji nipo, Wakorintho wa kwanza 15:45. Wakorintho wa kwanza sura ya 15:45. Biblia inasema ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu ndio akawa nafsi iliyo hai, ndio Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Hapo mimi nimesoma Biblia, Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Ajibu kama alivyoulizwa. Tupe mada. Mina mwenyekiti, mimi sipotezi muda, lakini bado mwenyekiti utanisamehe. Tumekubaliana swali moja kuuliza dakika 3, kujibu dakika 5. Mazinge kaweka maswali mawili. Je, atapewa dakika 10 mwalimu wangu kuyajibu? Mtampa Mazinge, yeye ndo kauliza. Unaridhia aongezwe dakika 1, 2, 3 ajibu swali lako? Jamani, mimi sitaki hata ajibu mawili. Aje atuambie tu. Lile la pili natoa. Huyu Adamu wa mwisho aliyekuja duniani ndiyo yule Mungu anayemwabudu? Mwenyekiti mwenza. Asante, sasa ameeleweka na tunaenda vizuri. Karibu mwalimu kwa jibu ya swali. Swali la Mazinge dogo sana. Huyu Adamu wa mwisho aliyekuja duniani ndiye unayemwabudu? Ndio. Allahu akbar. Allahu akbar. Ndio. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio mwenye mamlaka ya kubatilisha kosa la Adamu. Ananiondoa kutoka kwenye dhambi ya Adamu. Nitaacha kumwabudu huyo? Ndio maana nikasema hapa tunaongea habari ya msiba mliobaki nao. Maswali yote haya yani ni kuonyesha kwamba nyinyi habari za Adamu wa mwisho, kwa sababu hamna. Narudia tena, Adamu wa kwanza aliyekosa yeye ni wa dhambi, na maandiko yanasema ni wa udongo, na nyinyi Waislamu mnamfuata Adamu wa udongo aliye wa dhambi. Sisi tunamfuata Adamu wa mwisho ambaye ni Yesu anayetoka mbinguni, aliyekuja kubatilisha kosa la Adamu wa kwanza. Nitaacha kumwabudu huyo? Mbona nitakuwa sina akili? Yes. Yaani niache kumwabudu aliyekuja kunitoa kutoka kwenye maangamizi ya kosa la Adamu wa kwanza, alafu niache kumwabudu? Mazinge kwa sauti kubwa tena bila kumung'unya maneno, huyo ndio ninayemwabudu. Amen. Ndio maana nikifika nikisema asante Mungu kwa sababu umenisamehe dhambi, inakuwa ni 100%. Kwa nini? Kwa sababu huyo Adamu wa mwisho aliyekuja duniani kama mwanadamu, aliyechukua umbile la mwanadamu baada ya kujivua uungu wake ili kuja kunisaidia nitoke kwenye dhambi, anaitwa Yesu Kristo. Nitaacha kumwabudu? Thubutu. Sasa kama wewe Muislamu umebaki na Adamu wa udongo, mkosaji ambaye hata Musa tumesoma kwenye hadithi analalamika,
Unataka ndio nimfuate huyu, nimwache huyu aliyekuja kuniondoa kwenye dhambi? Ndio maana nimewambia mada ya leo Waislamu, hebu kakaeni mahali, ingia kwenye YouTube channel Bainat DMTV, kaanze kuifuatilia kwa upya. Kuna kitu utaelewa ambacho katika maisha yake yote ya Uislamu hujawahi kukisikia. Kuna kitu utaelewa. Kwa Mazinge, unaposema huyo ndio namwabudu, ndio msomaji nipo Qur'ani 53:32. Qur'ani 53:32. 32 Qur'ani inasema hivi. Inasemaje? Ambao wamejichepusha na madhambi makuu na vitendo vichafu isipokuwa makosa hafifu, hakuna aliyesalimika nayo. Bila shaka Mola wako ndiye mwenye maghfira mengi. Yeye ndiye anayekujueni sana tangu alipokuumbeni katika ardhi na mlipokuwa mimba matumboni mwa mama zenu. Basi msizitakase, msizisifu nafsi zenu. Yeye anamjua sana aliyetakasika na aliyetakasika na asiyetakasika. Aya inamalizia Waislamu inasema basi msizitakase nafsi zenu. Kwa nini? Mmemkosa Adamu wa mwisho anayekuja kufuta na kutakasa dhambi. Kwa hiyo Mazinge, ninamwabudu yule anayeweza kunisamehe na kunitakasa dhambi. Sallallahu ala Muhammad. Unajua mimi wasipendi sana kuchomekea maneno, wanapenda kuacha walimu, lakini nafika mahala mpaka napata tabu kidogo. Yaani huyo wanadamu, huyo Mungu, kunja ngumi, roa kidogo, pakini. Sasa ndio maana kaulizwa swali, asa huko sitaki kwenda, cha kufanya Waislamu na Wakristo kama mpo hapa na wale mnaotusikia kupitia mitandao mbalimbali, naomba kwa muda wote mitandao wale online tuyeni radhi kidogo. Kuna ujumbe dakika 10 Mazinge ana taarifa dakika 10, anasema usizime, weka live na huko wapate kusikia ujumbe. Sheikh Mazinge anasema na ujumbe dakika 10. Ujumbe gani? Namleta mwenyewe, msikilizeni kwa umakini. Baada ya dakika 10 tunaendelea hapa, tuondoke mpaka kieleweke. Mazinge. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamani, sijaja kuuliza swali. Maswali niliyouliza, maswali waliouliza vijana wangu, maswali waliojibu, wamejibu kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala. Islam takbir. Bado. Takbir. Bado. Tena. Takbir. Kabla kuna ombi hapa upande wa wasikilizaji, lakini tumejadili, inaonekana kwamba uwepo wetu hapa mwisho ni saa 9 na sasa ni saa 10 kasorobo. Maana yake tukiendelea kuwepo, basi maana yake tulipie ukumbi, sababu ukumbi huu nyenye mnajua, mlio kuwepo mashuhuda, mliowahi, tulikuwa tuanze saa 2, tumeanza saa 4. Kuna watu hapa walikesha mpaka asubuhi, kulikuwa na vitanda huko ndani, madude mkibao. Mliokuja asubuhi mmeona, na wengine wamekasirika wameondoka. Watu wengi wamekuja asubuhi, wanapanda wanashuka, kina mama kina baba wanapanda, mwisho wa siku wengine wakaondoka kabisa moja kwa moja. Na ndio maana unakuta hali tumechelewa kuanza. Sasa na sisi tukiendelea wenda saa 11 au 12, kuna wengine tunaweza kuwadisturb wengine. Ndio maana unaona kuna dada pale nyuma anatuangalia saa ngapi wanamaliza hawa. Sasa ni saa 10 kasoro. Kwa hivyo wetu hapa maana yake umeisha, ila mtatoa nafasi kwa mwenyekiti ambaye yupo katika kamati ya maandalizi, alikuwepo akiwa pamoja nami, lakini ndio ambaye tumepambana kwa namna moja ama nyingine, tukishirikiana na wenzetu wengine hapa kuliweka jambo hili mpaka limefikia hapa, kwa lengo la kutangaza Uislamu, kumtangaza Allah na kumtangaza Bwana Mtume wetu Muhammad. Anataka atoe neno mwenyekiti, alafu baada hapo mimi nitamalizia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na inshallah, kwanza tulitamani sana kupata maswali ya wasikilizaji. Tulitamani
kwa sababu wasikilizaji na wao wamesikiliza, na kuna kitu ambacho walihisi kutaka kuuliza, lakini kutokana na hilo la muda inatuia vigumu kidogo. Kwa hiyo nitumie fursa hii kwanza kuwataka radhi, mtusamehe, lakini inshallah mwezi wa 8 wa 9 tutakuwa na mdahalo mwingine, lakini utakuwa ni mkubwa kwa sababu tutautangaza kwa ukubwa wake. Huu kidogo maandalizi yalikuwa finyu kidogo, lakini pia kulikuwa kuna sababu nyingi ambazo zikapelekea matangazo yasifanyike vizuri. Kwa hiyo katika mdahalo huo, cha kwanza tutajitahidi tuanze mapema, na leo tulikusudia hivyo. Hata wale waliofuatilia tuliwaambia kwamba tutakuwa na nafasi za wasikilizaji, lakini shida ilikuwa ni hapa pamelala sebene la harusi. Sasa mpaka usafi unakamilika, nafikiri waliowahi waliona mpaka saa 4 ndio wanamaliza kutoa vitu. Sasa hiyo imekuwa changamoto kwetu. Kwa hiyo tutumie nafasi hii kuwaomba radhi, tukubaliane katika hilo na tusameheane. Lakini vile vile kwa niaba ya wahubiri waliotoka nje ya nchi, ambaye nitampa dakika 2 Sheikh Sede, ambapo kama mwakilishi wa wahubiri kutoka nje ya nchi, na hapa alikuwa ameandaa swali jiwe sana, na hata mimi akanita mara 3, bwana mimi naomba ili swali langu jiwe nilipige. Lakini nikwambie Sheikh Sede, usife moyo, tutaandaa fursa fulani, nilikwambia tutaipata fursa hiyo insha Allah. Lakini kwa sababu ya namna ilivyo, hatuna namna, inabidi tukubaliane katika hilo. Na insha Allah wale ambao wameandika baadhi ya namba zao, tutakuwa tukipeana taarifa kama kwenye shughuli kama hizi, ili muelewe na nyinyi pia muwe mnawatangazia watu wengine. Naamini ujumbe wa Mungu leo umefika kwa kiwango kikubwa, na watu watakaofuatilia, na mimi nisisitize kama alivyosema Danieli, watu warudie zile mada kwenye YouTube kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa utulivu. Ninaamini hata Wakristo na wao watapata kitu. Inawezekana pia insha Allah hata Danieli akifuatilia vizuri anaweza akaona alikuwa amezungumza kitu gani na yeye akapata kitu insha Allah. Kwa hiyo kwa muda huu nimpe dakika 2 Sheikh Sede aweze, hapana nitakuja kwako, sina wasiwasi. Dakika 2, alafu kisha nitampa mwalimu Danieli, na yeye kwa niaba ya wachungaji waliokuja kujadiliana nasi, basi na yeye aweze kuaga. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sallallahu alayhi wasallam. Basi tuinue mikono yetu tumuombe Mwenyezi Mungu. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi dhalimin wa najina bi rahmatika minal qawmil kafirin ya ilahil awwalin wal akhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah, tunainua mikono yetu dhalili mbele yako. Kwanza tunakushukuru Allah kuona umetujalia kuanza mdahalo kwa salama na tumemaliza kwa salama. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kilichoongelewa hapa kiwaathiri wasikilizaji, ili dini yako iweze kuathiri, iweze kuonekana na iweze kujulikana duniani pote, waweze kutambua kila kinachohubiriwa na Wakristo, kinachohubiriwa na Waislamu. Tunakuomba wewe Mwenyezi Mungu usalama wa nchi hii. Tunakuomba wewe Mwenyezi Mungu usalama wa nchi hii. Kesho kutwa hapa itaanza uchaguzi. Tunakuomba uchaguzi ujalie uanze kwa usalama na uishe kwa usalama. Na viongozi wa nchi hii, ewe Mungu wa huruma, uwazidishie hekima na fahamu, uwazidishie nguvu na fahamu, waweze kuongoza Watanzania kwa salama na amani. Uwazidishie nguvu waweze kuongoza kwa salama na amani. Na Watanzania wote kwa jumla uwape hekima na uwape uwezo wa kuweza kufikia kwenye uchaguzi kwa amani na salama.
kwa utukufu wako na kwa uwezo wako. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah. Asante sana Sheikh Kisedee kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile vile ndugu zetu ambao walikuja hapa kwa ajili ya kufanya nasi, na wao pia niwape fursa. Karibu Mwalimu Danieli kwa niaba ya wenzio. Wale mnaotufuatilia, tunayo neema ya kusamehewa dhambi, na wewe tamani hilo. Tunapoaga midahalo hii kwenye Biblia sisi imetajwa, ni kupitia midahalo hii watu wanaelewa. Kila mdahalo ulipofanyika kwenye Biblia yalitoka makundi mawili. Kuna kundi lilielewa likaachana na hiyo imani likajiunga na Yesu. Kuna kundi jingine wakaendelea na ubishi. Mimi ninajua wewe unayetufuatilia utakuwa miongoni mwa wale walioelewa na wakafuatana na Yesu ili kupata neema na karama ya msamaha wa dhambi. Kwa niaba ya mchungaji Ali Chikawe na kwa niaba ya mchungaji Kevin, tunawashukuru kwa kutukaribisha, na sisi wakati mwingine mkitukaribisha tutakuja. Lakini kama wewe ni mgeni, basi fuatilia katika channel yetu hii inayoitwa Bainat TMTV, subscribe pale, utatukuta kila wakati tuko hewani. Na bonyeza ile kengele, ikikuletea lile neno all bonyeza, ili kila tukiweka somo wewe linakupata na wewe tunakuwa pamoja. Hapa muda ulikuwa utoshi, lakini tukiwa huko najua tutaongea na wewe, tunakupa linki, unaingia na tunajadiliana. Endelea kujifunza na Mwenyezi Mungu akubariki. Asante. Asante sana Mwalimu Danieli, na sisi tunasema kweli hii midahalo imekuwa na matunda mengi. Usione ndugu zetu hawa wanabisha, walikuwa walimu wengi sana hawa. Kulikuwa kuna mwalimu mmoja alikuwa anaitwa maarufu Kipipa. Kipipa alikuwa ni mwalimu wa Kikristo, Bwana Chikawe anamjua vizuri sana. Tumefanya naye sana midahalo, lakini kupitia midahalo kama hii usione wabishi, lakini wanaelewa. Mwalimu Kipipa ilifika baadaye akaelewa, akamwa tena. Huyu alikuwa na maneno mabaya, mchungaji Chikawe anajua. Alikuwa anasema amesoma na Mtume Muhammad pale Kigogo, kasoma naye na alikuwa anamshinda darasani, kwa sababu Mtume hajui kusoma wala kuandika, yeye anajua, kwa alikuwa anamshinda Mtume kusoma na kuandika. Lakini mwisho wa siku, kadri siku zilizokuwa zinaendelea na hii midahalo ilimwathiri, mwisho wa siku akasilimu na akamfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi ndio tulioshiriki kumzika pamoja na msikiti huu wa Kigogo hapa juu, ndio alikuwa anakaa pale juu, akafa tukamzika katika Uislamu. Kwa hiyo amefia kwenye Uislamu. Kwa hiyo tunaamini kabisa kupitia dawa hii, hata hao mabwana iko siku usishangae wanakuja kutamka kalima tukufu ya ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ndio maana mnaona hatukati tamaa, tunaendelea na nondo, kwa sababu zina matokeo mengi. Huyo ni mmoja, lakini nikikutajia wainjilisti waliosilimu na wachungaji waliosilimu kwa kazi hii hawana idadi. Lakini hata siku moja shehe hata mmoja kuritadi hajatokea. Kwa nini? Kwa sababu kazi hii ina faida kubwa sana. Tunaomba muendelee kuiunga mkono. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri, Mwenyezi Mungu awajalie. Lakini pia tunashukuru pia wenye ukumbi huu ambao wameshirikiana nasi. Ni salama na mfike salama.